Sasa tunaimba na wewe. Umechagua kazi nzuri, umechagua kazi nzuri. Hongera, 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 hongera. Kazi ya Mungu haina mwisho. Shambani mwa Bwana mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Shambani mwa Bwana mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Hongera watumishi wa Mungu, mmechagua kazi nzuri.
Bwana Yesu asifiwe. Ndio tunaje sana. Naona kijana anaimba. Yuko asante sana. Ninakumbuka mahali alitokea. Watu wanaelegimu. Hawa ni vijana wangu wa Sunday. Ndio ni wala kwa ni wa Sunday. Nawatunza mpaka sasa, nasikia furaha ya mtungu. Furaha yori na wengi walioko hapa. Ajechange miro. Diana mahali alitokea. Dawa Diana wanaelegio. Ilikuwa Nairobi juzi, tukawa tunakumbushana mahali alitokea. Yomi Nairobi waiki kiwati ni gele kiyoku. Alisema aliokoka kwa mtoto mdogo. Mambo legio siku kwa la kwenye mimi. Kijana mdogo kati ya watoto. Kila kwenye mimi nilo. Zungu mmoja akahubiri. Kwa muda tuminde na enge. Akahubiri. Hapo muda. Na ikawa touched, akawa kimgusa watu. Kwa tizo kwa ndani. So wachungaji walipokuwa wanaleta watu kuokoka, jingo mtubibo sige. Watoto kama Diana walikuwa wanawekwa kando. Wala osiyo Diana wido taban. Kwa sababu alikuwa ni mtoto tu, amongila kwetete. Lakini kumbe neno liligusa moyo wake. Wewe ndio tu idizo kwa ndani. Wakati watu wanaombewa, yaongezwa chipi. Yule mzungu ni kama roho Mungu alimtumia. Tumile kama akaonyesha kidole kwa Diana. Baba isejo kwa Diana msichana aokoke kwa sababu ametamani kuokoka. Yule ula bwanangu sigamonga ngamaje kuse. Alikuwa mtoto mdogo. Kila kwenda mingi. Kama miaka yake ilikuwa mingi ni 10 ama 12. Kote kijange kenyise kiwi tama na rangi tama na white. Diana akaokoka. Kose kaidana. Nataka kuomba washirika wangu wa Nairobi tafadhali. Yasome wajibu. Kristiani tujibane wajibu peke yake ndio sindikiza dada wetu Diana. Nataka waamke. Jomo kanisa yenyewe. Naona kuna dada wetu assistant Diana hapo hapa. Waamke wale kutoka Njiru. Jomo Njiru Maranatha Church. Jomo Njiru Maranatha Church kanisa yenyewe Maranatha ukipo Nairobi. Asante Diana. Ngombe ya munenda. Hawa leo watatupatia ushuhuda wao sio tukijui. Nije jogo le hapo na temo. Hizi za people ni wa hasa. Ni hao ndio watatoa ushuhuda wao. Nije jua iko jogo na temo. Sababu kuna wakati tawahitaji. Mimi nimetarani. Wewe simameni tafadhali chani. Ondoro sekitu. Nataka kanisa lipige makofi kwa hao wale. Ambaye wewe kanisa letu. Ndio kanisa yenyewe. Hapa ndio headquarter yetu ya region yetu. Leo headquarter ya region yenyewe. Katika eneo hili la Ngata. Ngoma Ngata. Tuna makanisa mengi. Gitinye kanisa wote kecha. Kutambuliwa na viongozi wao kanisani, huku mwito na utumishi wao na dhihirisho la imani ndani yao. Mambo hayo ya kuwahusu yaangaliwe kwa makini. La kwanza, wawe na tabia njema ya Kristo. Hiyo nafikiri nimezungumzia. Tabia njema ya Kristo. Namba 2, wamefaulu katika kazi zao kwa miaka ya 2 au zaidi kabla ya kuwekewa mikono na wako tayari kumtumikia Mungu wao katika huduma. Nafikiri dada umefanya zaidi ya miaka 2 sasa huduma ya Mungu. Kama ungekuwa unasikia ungekuwa umesema yes sir. Wapi mali nyingine mpatie wapi? Uwaje microphone hapa. Ndio hapa nataka kudhibitisha hapa na sasa nitamuita. Mpatie mic. Nataka nianze. Wawe na tabia njema ya Kristo. Uko nayo mama? Yes. Namba 2, wamefaulu katika kazi zao kwa miaka 2 au zaidi kabla ya kuwekewa mikono na wako tayari kutumikia kutumia muda wao katika huduma. Yes, Bishop. Namba 3, wamemaliza masomo ya chuo cha Biblia kwa angalau mwaka 1 au vinginevyo kwa miaka mingi wamefaulu katika kazi ya Bwana, nao pia ni wasomaji wa bidii wa neno la Mungu. Yes, Bishop. Kamati inayohusika na kuwatambua yapaswa kuwahoji na kuwachunguza kabla ya kuwekewa mikono. Hawapaswi kuwekewa mikono kwa haraka. In the book of 1 Timothy chapter 5 verse 22. Inapendeza iwapo mhudumu yuko katika ndoa ya halali. Wako huduma na ndoa ya halali. Yes, Bishop. Hapo sasa ni watu wawili. Umesema yes. Yes, Bishop. Haya. Yeye anasema.
Tafadhali tunasema mko katika ndoa ya halali. Yes, Bishop. Asante. Nafikiri hiyo ilikuwa ni maswali ambayo ilikuwa inabidi muweze kujibu. Bwana Yesu asifiwe. Tutasimama kuongea kwa ajili ya Daktari Pastor Diana. Ni mtumishi wa Mungu. Tumetembea na yeye tangu 2007. Tumekuwa marafiki wa karibu katika huduma. Kwa hivyo naweza sema leo anatoshea kutiwa mafuta kama mchungaji. Mimi naitwa Charles Mubagi. Charles Mubagi ni kaka yake Pastor Diana. Sasa niseme nini? Kwa sababu nimemjua kwa muda mrefu zaidi, sio mwaka mmoja, sio miwili, sio mitatu, tangu mtoto wake. Maana yeye mdogo wangu anafuata nyuma. Mtu wa bidii katika neno la Bwana, anajitolea kwa kudi na ufumba, kwa vyovyote vile, kwa hali na mali. Hivyo basi inanipasa niseme Bishop, sina pinga msingi. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Haleluya. Haleluya. Mimi kwa majina naitwa Christine Ombori, na wacha niseme kwamba siku ya leo kwamba nimemjua mtumishi wa Mungu kwa ukaribu kuanzia mwaka wa 2006, na chini ya malezi yake mkiniona hivi, I am her product. Amen. Acha nishuhudie jambo moja ambalo najua linasumbua wengi wetu. I'm sorry pastor. Inabidi niseme jambo moja ambalo linatusumbua wote hapa hivi, najua hata kama tunasema Bwana Yesu asifiwe. Kupitia kwa huyu mtumishi, chini ya ulezi wake, nimeweza kujua ama nimepata deliverance ya kusamehea. Mnanipata? Ya kufanya nini? Nimetembea na yeye na nikaona kuna mahali alikosewa vibaya sana. Alikosewa aje? Vibaya sana. Na wale wakosaji nikaona akiwakaribisha tu mpaka nikakuwa offended. Nikaona ya kwamba she is not normal. Lakini nilipata ufunuo ya kwamba kusamehea ni dawa katika maisha yetu. Kama uko hapa na hujasamehea yeyote leo, ujue utoke hapa kama uko na umesamehea. Hata kama hayuko karibu, samehea yeyote ambaye alikukosea. Hivyo ndivyo tutafikia ufalme wa mbinguni. Hilo ni moja kwa mengi. Kwa hivyo nasema anatosha. 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 Anatosha ama anatoshi? Bwana asifiwe. Wacha nichukue nafasi nimshukuru Mungu kwa ulinzi wake ajabu ambao amenilinda. Ya pili, wacha nikaribishe wageni. Karibuni sana, mjisikie nyumbani. Na msichana wangu Diana, wacha nikuambie kazi ya wachungaji sio rahisi. Kazi ambayo umeshika ni kazi ambayo umeshika ni kama umeshika moto. Kama unashika moto. Na wacha nikwambie baba ya watoto, uwe nyuma ya Diana. Uwe nyuma ya mchungaji kabisa. Uwe nyuma yake, muombe. Juu atapita mlima na mabonde. Sio kazi rahisi, usifurahie. Lakini najua Mungu ambao amekuita hata kuacha. Amen. Bwana asifiwe. Ni kazi ngumu. Kama hakuna mtu ambao ako nyuma yako ambao anakuombea, sio rahisi. Wacha nikuombe ndugu yangu, umuombe.
sio kazi rahisi. Umuombe kabisa, juu ni kazi ngumu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mbarikiwe sana wote ambao wamekuja kushuhudia hii sherehe ya Diana. Bwana asifiwe. Kitu ambao unakuachia tu Diana. Kama ulikuwa unaomba siku moja, siku mbili, uongeze sasa. Amen. Ongeza juu. Utabeba watu wengi. Labda ulikuwa unabeba nyumba yako peke yake, na kweli sasa utakuwa na watoto wengi. Wengine watakuja ambao watakuja kujaribu. Ndio. Bwana asifiwe. Pengine wanakuja hata machokora, kwa pale Nairobi machokora ni wengi. Watasema kwamba pale ndio kwa mchungaji. Utapokea wageni bado. Utapokea hata wenye ni kwangu nimelala hata na wadasi. Ambao kijana kabisa akienda kwa Alifa anasema unaenda kwa Reverend. Na nimekaribisha. Uwe na hiyo moyo ya kukaribisha wageni ambao wanakutembelea. Sana nataka tu nikwambie uwe nyuma yake kwa maombi. Mbarikiwe. Kwa majina ni Alice Juma. Nimeokoka Kristo ni Bwana. Amen. Mbarikiwe sana. Amen. Ombeni macho tushukuru Mungu. Baba Mwenyezi Mungu, mtakatifu wetu wa mbingu na nchi. Kuna mambo isiyo ya kawaida ambayo tunaona katika chini ya jua siku ya leo ya tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka 2025. Mungu wetu tunashukuru kwa sababu leo hii katika ulimwengu wa kiroho unajitwalia msichana wako dada wetu
Daktari Diana awe mtumishi katika nyumba yako Mungu. Tumezungumza mambo mengi ya ushauri na tunaomba kwa uweza wa jina lako Mungu, Roho wako mkuu atawale maisha yake na moyo wake pamoja na jamii yake. Nashukuru pia kwa mume wake ndugu wetu Evans Ndemo, ambaye Bwana amechukua initiative akatupatia mke wake kwa ushuhuda ambao anaenda kutupatia. Mfalme mtie moyo naye aweze kuwa na ushauri wa karibu kwa mke wake Mungu, kwa sababu ya kazi hii. Kazi hii watu wengi walitamani, lakini Bwana hawakuweza kwa sababu ya roho ya unyenyekevu na utiifu. Naomba Bwana roho ya utiifu ingie katika familia ya Evans. Bwana huduma yako isonge na iendelee. Asante Yesu kwa sababu nakaribisha katika madhabahu haya familia ya Ndemo, Mungu akituletea Daktari Diana Mobagi ili tuweze kumweka wakfu siku ya leo. Tunashukuru Mungu tutakapokusaidia na kutusaidia kukamilisha kazi hii kwa uwepo wa jina lako. Asante kwa ushuhuda ambao tumepata kwa kanisa. Asante kwa ushuhuda ambao tumepata kwa ndugu yake. Asante kwa ushuhuda ambao tumepata hata kwa assistant wake, ya kwamba Mungu wamekaa naye muda wakiwa na ushauri wa karibu, na hiyo Bwana imethibitisha mimi kwa uwezo niliopewa na dini ya Maranatha Mungu nichukue nafasi hii nimweke wakfu siku ya leo nikimtangaza baada ya kazi hii kwa umati huu. Asante Yesu, tusaidie na utupatie mwelekezi wetu kwa jambo lolote ambalo tunaenda kufanya mahali hapa, tendeke kwa uweza wako. Asante Yesu, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu naomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sikukuu ambayo Bwana ameitenga na angalia nyumba takribani miaka 1994 wakati niliingia hapa kata Barikoi kumchukua Diana, wakati huo kwa aliyekuwa mchumba wangu, na funganishwa harusi 1994. Hii ni miaka 31. Safari hiyo tumeishi, Bwana ametuonekania. Hata kabla sijafika hapo, wakati nilimjua tulikuwa university, na nilijua ya kwamba ni mtu ambaye Mungu alikuwa amemtenga. So kwa siku hii ni furaha sababu ya sherehe hii. Wakati tulikuwa tunaipanga mara ya kwanza, nilikuwa naona kama ni kama graduation ama ni sherehe ambayo si lazima ifanywe sherehe kubwa, si lazima niwe mpaka nikauliza bishop, na kama niko na mahali na siku hiyo sitapeana tu nafasi sherehe iendelee. Akaniambia sivyo, lazima uwe pale. So unaona hii sherehe imeendelea kuwa na uzito, na ni sherehe vile mchungaji na bishop amesema ni mwito wa kipekee ambaye mke wangu amepokea, na kwa unyenyekevu akaweza kuwahudumia watu wa Mungu kwa upendo na kwa hekima kuu. Na kwa hivyo siku hii sina mengi ila kumpeana mke wangu Daktari Diana kwa ajili ya huduma ya kanisa. Thank you very much, Pastor. My children are here. Sijawaona waje hapo. Wapi watoto wa Diana? My mother is here. Anataka watoto wapi? Yes. Watoto wale wako hapa, watoto wa hii familia. My mother. Friji alikuwa hapa. Nimeuliza friji tani mtoke. Hapo. Hapo. Friji tuko wapi? Basi nyinyi ndio watu nawataka. Hata mngetupatia ushuhuda kidogo ya Mungu. Lakini kwa sababu mmechelewa kuja tu muonekane msichana wetu. Wajukuu. And at least a representative from Bishop. Kuna nafasi ya ushuhuda baadaye. Okay. Wewe utasema tu mimi with my husband and my family, na kwamba nimekubali
Yes. You know, it's a bite. I know. It's a bite. I I know it's a passion. You want to work with the visions for you, but you have to share with all of the family to know that from today, you are now a new person. So that's why I want to hear your voice. If you talked before, I started to do like Yeah. I and my family have decided to submit to you, to serve by you. Thank you, madam. Wasichana wangu, msichana wangu na vijana wangu na mama, umekubali kupatia Diana? Sure, yes. Sure. Yeah. Bridget, Yes. bado unanikumbuka? Yes. Umeenda kama umesahau kama ulikuwa hapo Afrika. Brazil Afrika. Yes. Ya Kenya? Wewe ndio ile ingi. Na wewe bado unanikumbuka? Yeah. Kidogo. Sawa. Unajua watu wameishi Amerika nilikuwa nchi gani ulikuwa? China wewe? Ukraine. And you? Wewe afu la mwenzetu hapa. Then my mom. Mane sawa. Abako Yesu. Abako ni mbia mara sawa manene. Amen. Nasa nombia. Oikira ni singa tutiaye. Kirege ntongo bate singa tutiaye. Daktari Diana noyone. Wamenyire nere naendo wamenyire oyugo wasiseni asenka. Oikari tukoyaye ro atorendaga nyasawa wabeire kirori nga Diana ono mpasta. Kwa daktari mpaka pasta oyo nyasawa. Ana nyasaye tigamorende naenda rende kanisa. Timbone cha Nyasaye. Timbone cha Nyasaye. Asante sana, mnaweza rudi ama watabaki kidogo? Nyinyi mnaweza rudi. Dada Diana Mobagi, sisi ndugu wa Maranatha Kaseni, kwa kutambua mwito wa Mungu unaoishi mwako, tumekubali kuwekea mikono siku ya leo ili utewe kwa huduma ile ambayo Mungu amekuita. Sisi nasi tunakuombea kwa maombi ya Bwana Yesu Kristo, kichwa cha kanisa, atakayekrimia karama na neema za Roho Mtakatifu ambazo zitakazokutosheleza katika huduma hii takatifu. Tunaomba Mungu kuanzia leo, wacha Mungu anayewezesha kila jambo litendeke, kwanza akupe maono, pili akupe ushare, tatu akupe uvumilivu, nne akupe kuwa tayari. Kazi hii inataka utayari. By the way, I know that you are under other people, but let us pray. Wakati tutahitajika tupatikane. The Bible says that in season, out of season, be ready. So that's why I need your husband. Utakuwa umeitwa labda kuja kwenda kununua wapi na yeye hajui huduma yako. So wakati ametuletea wewe, najua kwamba now mnakaa vision together. Na tutaitwa kumwambia ninaenda safari, nimeitwa mahali fulani huduma, this is my invitation letter, anakupatia huduma mwingi. Kwa sababu usiposhare na yeye huduma yake itakwama. Hata wakati mwingine ikiwezekana mwenda na yeye. Kanisa zima na Reverend Joe, everything is here. I'm ready for everything. Reverend anze maombi ya kwanza, and then I will finish nikimimina mafuta juu ya Diana na kumbariki kwa utatu wa Bwana. Karibu sana. Tufume macho sisi sote na kila mmoja sema jambo juu ya familia. Tuombe kwa ajili ya wapendo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumekusanyika hapa Bwana kwa minajili ya kazi ya mbinguni
ambayo imekabidhiwa wapendwa Bwana, ambao tunawaweka wakfu katika siku ya leo. Ni asante kwa sababu umechaguacha familia hii ili ikaweze kuenenda ulimwengu kote, ikafanye kazi yako ya kuokoa nafsi za binadamu. Ni asante kwa sababu ya siku ya leo. Sasa namkabidhi dada Diana ambaye anatawaza katika siku ya leo. Bwana, namkabidhi mikononi mwako ile kazi ambayo umeanzisha katika siku ya leo. Bwana, ikafanikiwe, iwe ni kazi ya kufana, umuonekanie Bwana anapoenda popote kwa ajili ya kazi yako. Mungu wangu umtangulie. Father, I pray for the forerunners anointing upon her life, that whatever she undertakes to do, it shall be blessed. Bless her at home, bless her in the country, bless her in the field, bless her wherever she will be able to go, my Father, because she is your daughter. Bless this family. This family is uniquely selected, my Father, to perform your work. We thank you and we honor you. For it is in Jesus' mighty name we pray and believe. And all the people say, Amen. Baba Mwenyezi Mungu, wewe ni mtakatifu, Mungu anayepatiana kila wakati vipawa. Asante Mungu kwa sababu ulisema yeyote utakayempa kipawa hata vumilia, hata nyamaza. Naomba katika utatu wako saidia dada wetu Diana pamoja na Evans kwa kazi hii nzito ambayo ulimpatia. Mungu, ninaomba ukatimize katika utatu wa Yesu Kristo. Idhihirishe Bwana na utende mema katika jina la Yesu. Muonekane Mungu na watendee mema, wapatie kibali machoni pako Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Idhihirishe, ninakemea roho zote zitakazotembea, roho yote ambayo inaweza kutembea juu yao ya kuleta shida na mahangaiko. Baba, wapatie vyote wanavyohitaji, wapate kibali katika maisha yao. Asante Yesu, Baba unaenda kutenda mema katika jina la Yesu. Mafuta haya Mungu, ulisema Bwana, Samueli akaamka na mafuta na akamimina juu ya mtumishi. Baada ya kumimina mafuta yale Mungu, ukasema atakuwa mtu mpya. Baba, na mawazo yake yatakuwa mapya. Nami namimina mafuta haya kwa jina la Baba, jina la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na Bwana, mafuta haya yawe kibali, mpatie nguvu, mpatie uwezo juu ya mafuta haya, aanze kunena, aanze kutabiri, aanze kuona ukuu, aanze kuona mambo mapya katika jina la Yesu. Yehova muonekane, Yehova msaidie, mpatie maono, mpatie uvumilivu, mpatie njia yote anayofanya atende kwa uwezo wako. Ukapia Bwanake Mungu, ndugu wetu Evans, naweka mafuta juu yake, awe msaidi wa Diana kwa kazi zote anazofanya. Msaidie Baba, muinue Baba, muhimize, patie Baba roho ya kusikia katika jina la Yesu. Maono ni ya Diana, lakini washee kwa jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu. Kanisa tuseme amen. Amen. Kanisa tuseme amen. Shangwe na vigelegele. Shangwe na vigelegele. Amen. 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 Nataka muamke. Amuka. Msiachane mikono tafadhali. Hii mzigo mnabeba pamoja. So mtatumia hiyo kwa kushana. Praise.
Dada Diana Mubagi, imempendeza Mwenyezi Mungu kuita kwenye huduma katika kanisa la Maranatha Faith Assembly Kenya. Sasa ninakuuliza maswali mbele ya kanisa ili uyajibu. Baadaye utatoa ahadi mbele za Mungu na mashahidi hawa. Tafadhali sikiliza kwa makini maswali haya. Swali la kwanza: je, uko tayari kukubali kazi hii kwa neema ya Mungu na msaada wa Roho Mtakatifu? Utajitoa kuifanya kama ipasavyo ukiwa mtendakazi mwaminifu katika kanisa la Kristo? Swali la pili: unakubali na kuamini kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako na imani ya mitume ni imani yako? Pia unakuwa tayari kupambana na mafundisho ya upotovu? Ndio. Swali la tatu: unaahidi kuzingatia na kuyaenzi kwa dhati mafundisho yote ya neno la Mungu, kuyashika na kuyafundisha na kuishi ndani yake kwa uaminifu katika maisha yako yote? Ndio. Swali la nne: unakubali kwa unyenyekevu wa Roho wa Bwana kuwa mtiifu na msikivu na maagizo na maongozi ya viongozi wako katika kanisa, na utakuwa tayari kupokea maagizo na ushauri kutoka askofu wako kulingana na taratibu za kanisa, kujionyesha kuwa mtendakazi aliyekubali katika kanisa la Yesu Kristo? Ndio. Asante. So hii utakuwa unasoma mwenyewe. Pia ni kama maswali, tamshikia atakuwa anasoma mwenyewe. Utakuwa unasoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Soma ya kwanza na soma ya pili, soma ya tatu tena. Nakubali wito wa Mungu pamoja na kanisa katika huduma. Pia niko tayari kwenda popote kutoa huduma ya Mungu bila pingamizi na kukataa au kugoma katika kanisa la Maranatha Faith Assemblies kwa moyo kunjufu. Naahidi kwamba nitaishi mbele ya watu kama inavyompasa mhuduma wa kanisa la Mungu. Nitaepuka dhambi za kila aina pamoja na hila za ujanja na wa shetani, kusudi niwe mfano bora katika kundi la Mungu na mtumishi wa Yesu Kristo mbele ya watu. Naahidi ya kwamba nitajikana nafsi ya mwili kwa ajili ya kondoo wa Mungu, na niko tayari kupokea mashauri kutoka kwa askofu wangu, wahudumu wenzangu, washemazi, wazee na wa kanisa na wa Kristo katika kanisa la Maranatha Faith Assemblies Kenya. Naahidi kwamba ninakubali kufungwa na sheria za katiba na kanuni zilizowekwa kwa kanisa la Maranatha Faith Assemblies Kenya. Naahidi kumtii Kristo aliye kichwa cha kanisa, na kwamba nipo tayari kupokea na kutekeleza maagizo ya mashauri ya askofu ambaye niko chini yake. Naahidi kuwa nitamtumikia Mungu kwa moyo wote, kwa akili zangu zote na maisha yangu yote mpaka Yesu Kristo atakaponichukua kwake milele na milele. Ahadi hizo zote nimezitamka mimi na kuthibitisha kwamba nitazitii na kuweka saini yangu mbele ya mashahidi hawa wote. Mungu unisaidie. Amen. Piga Bwana makofi mazuri.
So this is Maranatha Faith Assemblies Certificate of Ordination. Diana Mobagi. And thank you. I have the honor to present this certificate to you as a sign of servanthood to the Lord. Amen. Could you now, brother? You hold it. Ugeuke huku uonekane, ugeuke huku wakuone. So, kuna zawadi zingine hapa. This is a minister's manual and we have Maranatha Constitution here. So hiyo itakusaidia wakati mwingine ukitaka kuona nini naendelea, unarifaa pale. Jua kwamba as from today you are a pastor like me in Maranatha. Lakini usifanye donation. Asante sana. Masha ndio hii mnaweza kuiweka ndani. God bless you. Bwana asifiwe sana. Kama kanisa sisi tumemaliza. Nilikuwa naomba sasa ni nafasi ya marafiki, kama kuna zawadi umekuja. Watu wapanga
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nione kwa mkono hivi. Haleluya. Mpe Bwana Yesu shangwe na vigelegele. Haleluya. Naomba tuweze kusimama. Kwa sababu tumekuja sherehe, si tumekuja tuchangamke kidogo. Haleluya. Mwambie jirani yako tunachangamka kidogo. Majina yangu naitwa Pastor Isaac Nyamboki. Nafanya kwenye huduma ya Gospel Embassy Chapel. Mtumishi wa Mungu Diana, congratulations. Na karibu kwenye jukwaa hili. Haleluya.
Bishop wa hapa, nimefurahia sana na wewe na ningependa sana kuwa rafiki, tuwe marafiki. Haleluya! Kwa sababu aliniuliza niimbe wimbo. Kuna wimbo wa Kikisii tunasema unaitwa Igo Eke Ongo kama gusimbala mama yataba tangeka gusi museko ili yateka gusi wapi bigana gale nipe hiyo Go,
Bwana mwenye uwezo wote, Mungu ametuwezesha tumefika mahali tumefika. Asante Mungu kwa wema wako, asante Bwana kwa mpango wako mzuri. Haya ndio ulitupangia Mungu, tunashukuru kwa sababu umetuwezesha, kila kitu kimefanyika kwa mpango wako, tunasema asante. Baba, imefika wakati tunaahirisha sherehe hii ya leo, na Mungu tunaondoka. Na wandugu walitoka Kisii, wengine walitoka Nairobi, wengine wametoka wapi, na pia kuna wale walitoka karibu hapa majirani na washirika wa kanisa hili. Naweka kila mmoja mkononi mwako. Naomba uongozi wako, ulinzi wako wa ajabu uende pamoja na wao. Wanaotoka Nairobi waongozi wafikishe vyema, waliotoka karibu hapa pia wafikishe vyema. Na pia Mungu, wageni wetu bado tunawahitaji, kama watakuwa pamoja nasi bado utaweza kuwa pamoja. Asante Mungu kwa sababu utatenda mema na utatuonekea. Bariki hata kikombe cha chai na chakula ambao umeweka mbele zetu, tunapoenda kuitumia kiwe faida katika miili yetu. Na hata wale hawana Baba wakumbuke, kwa sababu wewe unapatiana. Kwa jina safi Yesu Kristo ninaomba, tunakushukuru. Amen. Barikiwe sana. Shambani mwa